unapokutana na jambo gumu, changamoto ngumu ya ghafla, unafanyaje? Ndio somo letu. Ni hatua gani au namna gani ambayo unachukua kwa ajili ya kukabiliana au kutatua changamoto unayokutana nayo, hasa ile ambayo inakuwa ni ya ghafla. Kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ile ya 17. Soma maandiko yanasema kuanzia mstari wa kwanza. Tasoma mstari kadhaa. Anasema wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Azeka katika Efesi Damimu. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliati wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri moja. Alikuwa na chepeo ya shaba kichwani, tena amevaa darii ya shaba, na uzani wake ile darii ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyemchukulia ngao yake akamtangulia, naye akasimama akapigia kelele majeshi ya Israeli, akawaambia, mbona mmetoka kupigana vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi. Kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu kupigana. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno ya huyo Mfilisti, wakafadhaika na kuogopa sana. Sauli mfalme na Israeli wakiwemo wanajeshi, na walikuwa wanajeshi, waliposikia maneno ya Mfilisti wakafadhaika, wakaogopa sana. Ukisoma mstari wa 17, ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa wachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukampelekee akida wa elfu yao jibini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha uletee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Biblia inaeleza kwamba baada ya mapambano ya miaka mingi, ilifika mahali kwamba Wafilisti kupitia Goliati wakawaeleza wana wa Israeli au jeshi la Israeli kwamba inabidi kupigana wote, ila toeni mtu mmoja miongoni mwenu atakayeweza kupigana na mimi. Akinishinda, sisi Wafilisti tutawatumikia nini? Nikimshinda, ninyi mtatutumikia, tutawatawala. Maana baada ya yeye pekee kama mpiganaji Goliath kujitokeza mbele, kwa mimi tayari nimejitokeza, na ninyi toweni mtu mmoja miongoni mwenu. Maandiko yanasema Sauli mfalme aliposikia hayo maneno aliogopa sana.
alifadhaika sana, alivunjika moyo, maana alijua hii vita ni ya wengi, si ya moja. Alijua yamkini tukipigana wengi tutaweza kumwangusha Goliati, tutaweza kuangusha Wafilisti, tutaweza kuharibu na kuwashinda. Lakini kwa namna hii ilivyokuja, sidhani kama hapa Bwana ataweza kutusaidia, sidhani kama hapa tutaweza kushinda. Yalikuwa ni maswali kwa Sauli, lakini pia kwa jeshi la Israeli, maana walikuwa na namna fulani ya mapigano, lakini siku hii mapigano yamekuja kwa namna tofauti. Ulizoea kwamba majaribu huwa yanakuja hivi, lakini hili limekuja kwa namna tofauti. Ulizoea kwamba Mungu anaponya hivi, lakini Mungu ana njia mbalimbali za kuponya. Ndicho ambacho kilitokea kwa jeshi la Israeli baada ya Sauli ya Goliati kujinadi. Halafu tunasikia habari za Yese, baba yake Daudi anamtuma Daudi aende akawaangalie ndugu zake akiwa amebebea bisikiasi. Daudi anatoka kwa baba yake Yese, anakwenda kwenye ulingo wa mapambano. Hajui kama kule kuna Goliati, hajui kama kule tayari kuna mapambano. Hatokee mtu mmoja kupigana na lijitu. Daudi anakwenda, anakutana na changamoto ya ghafla, anakutana na jaribu la ghafla. Daudi hajui atafanyeje. Kwanza hakujua kwamba kule kuna nini. Yamkini alijua kwamba nikifika nitaambiwa habari za ushindi, nitaambiwa mikakati iliyopo ya namna ya kushinda. Nitakuta jeshi limesimama katika uhodari, badala yake maneno kabla ya mapigano na kabla ya kumwona anavyopigana Goliati, wao walianza kuogopa kabisa, wakaanguka wote kwa hofu na kuogopa sana, kwa hofu na kuogopa sana. Unapokutana na changamoto ya ghafla, huwa unafanya nini? Kwa sababu changamoto ya ghafla huwa ina vitisho sana, huwa inaogofya kwa namna ya ajabu sana. Usiposimamia imani, utaanguka, utaharibiwa, utashindwa hata kabla ya kushindwa. Yaani utapoteza pambano hata kabla ya kuingia kwenye pambano, utapoteza ushindi wako hata kabla ya kukabiliana. Kwa nini? Kwa sababu huwa kuna vitisho, huwa kuna mazingira ya kuogofya sana. Lazima usimame kwanza kwenye imani thabiti. Na hapa ndipo ambapo huwa tunaiona imani, so imani ya kujiandaa. Ulishaelezwa siku tatu kwamba kuna jambo fulani linakuja. Hii ilikuwa ni hapo kwa papo, hapo kwa papo. Hakuna taarifa kwamba kuna jambo fulani litakuja. No, hili limekuja ghafla. Ni kweli Daudi halikuwa na habari kwamba kule kuna lijitu ambalo limekwisha kutangaza kwamba hapatikani mtu mmoja atakayeweza kusimama na mimi. Alikuwa hajui. Daudi alikuwa anamjua Mungu wake ambaye alimpigania na ndugu kule porini alipokuwa anachunga kondoo, ambaye alimtetea, ambaye alimpigania, anamjua alivyo. Imani iko ndani ya Daudi, anajua popote ikaweza kumwamini huyu Mungu na akalivunja. Wewe unapokutana na gumu, wewe unafanya nini? Wewe unawaza nini? Wewe unasema nini? Unatamka nini? Unakiri nini? Kwa sababu unavyoona ndivyo vile ambavyo vitakuwa ni namna, yani vile unavyoona ndivyo itakusaidia kushinda. Vile unavyotamka ndivyo itakavyokusaidia kushinda, na vile unavyosikia ndivyo itakavyokusaidia kushinda. Lakini pia vile utakavyotenda ndivyo itakusaidia wewe kushinda. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini. Nini unasikia? Nini unaongea? Nini unawaza wewe kichwani mwako? Na nini unafanya ili kupata nini? Ushindi. Akaondoka, akaelekea uwanja wa mapambano. Amefika, anakuta jeshi la Filisti liko upande ule, lakini katikati yupo Goliati.
Fika akasikia maneno ya Goliati, akaumia sana moyoni mwake, akaumia sana. Kwa nini anamtukana Mungu wa Israeli? Hicho kilichomkwaza sana Daudi. Kwa nini anatukana majeshi ya Mungu wa Israeli? Hilo ni jambo ambalo lilimuumiza sana Goliati, amini Daudi, kutoka kwa Goliati. Ghafla, lakini tunaona maamuzi bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ghafla, lakini tunaona maamuzi bora ambayo yanaleta ushindi kwa Israeli. Halo, useme unajua mimi tu sikujiandaa. Biblia inasema msiwaze mtaongea nini, si ndivyo? Roho Mtakatifu atawafundisha liwapasalo kufanyaje? Kuongea. Yaani Mungu yupo anajua. Labda haujui sawa, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani yako anajua. Uko vizuri naye. Imani yako ni imani ambayo itakubeba wewe utakapokuwa uko unafahamu au haufahamu ujua jambo fulani. Hivi nafikiri imani yako wewe itakubeba hata kama umelala. Halo? Yana ujui kinachoendelea, kumbe umefahamiwa tayari. Unafikiri imani yako itakubeba kwenye mazingira haya? Hivi nafikiri imani yako itakubeba wewe uko hapa, lakini watu wamekaa vikao huko kwa ajili ya kukujadili wewe wa kuangamiza. Unafikiri imani yako itakubeba? Yaani imani yako ukiwa hapa, kama imani yako ni thabiti, kule waliko maadui zako, Mungu atamuinua mmoja kukutetea wewe katikati ya maadui. Yaani ni imani yako. Kule huko, lakini huko waliko wao, Mungu atainua kipingamizi na kuwasambaratisha. Imani yako ikoje? Imani yako ikoje? Imani yako ikoje? Ili ikusaidie kwenye majaribu ya ghafla. Hauna habari. Niangalie machoni. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Matatizo yanatoa taarifa. Halo? Changamoto wazi zinatoa taarifa. Wazi tu labda unaandikiwa barua na changamoto kwamba bwana, mwezi fulani tarehe fulani inakuja. Eti changamoto hazitoi nini? Taarifa. Inapokuja changamoto, inaokuta moyo wako upo kwenye mazingira gani? Inakukuta wewe una imani ya mazingira gani? Ni imani thabiti itakusaidia kusimama, au ndo mtu unakuja unakuondosha, au ndo mtu unakuja unakuangamia, unakubeba, unakutoa, unaangamia? Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Yatakuja. Wewe umejiandaje? Uko kwenye mazingira gani? Unajua nitaomba rehema kesho. Hapana, omba rehema leo. Unajua nitaomba kesho. No, omba leo. Tena dumuni kwenye nini? Kwenye maombi. Anasema ombeni siku zote, msije mkaingia. Ombeni. Kwa sababu maombi yanakusaidia kujaza nguvu ndani yako. Maombi yanakusaidia kuendelea kujishikilia kwenye imani. Maombi yanakusaidia kujisimamia kwenye msingi wa imani. Hujui kesho. Hujui. Goliati atoi taarifa. Ghafla ametokea. Walikuwa na ramani hii. Yaani sawa na biashara. Ulijua yaani mtu anapoanza kufanya biashara huwa anaanza kuifanya hiyo biashara wapi? Kichwani. Halo? Biashara inafanywa kichwani. Anatafuta mtaji. Kichwani ananunua mzigo. Kichwani anauza nini? Kichwani anatafuta wateja. Anauza mzigo. Humo kichwani muda huo amepata faida. Halo? Kwa mwanzo wa biashara
mpaka faida inaingia, amewaza moja kwa moja wapi? Kichwani. Kwa anajua kabisa kwamba biashara itakwenda vizuri kama alivyowaza. Halo, nikinunua kitu fulani, nikija kukiuza mahali fulani, nitapata faida kiasi fulani. Lakini akianza mchakato wenyewe, nakutana na changamoto wapi? Njia. Alijua kwamba biashara ndani ya wiki 2 itaisha. Hapa sasa ni mwezi wangapi? Wapi? Alijua kabisa nikipandisha gari biashara yangu itafika salama. Imefika mahali kwamba gari imepata nini? Biashara itafika huko wiki ijayo. Lakini alijua kwamba kesho biashara itaanza kuingia kazini na itatoka. Kwa mawazo yako yanaweza karahisisha kazi, lakini mchakato wenyewe ukachukua muda. Nini ambacho kitakusaidia jambo ambalo halikutarajika ili linapotokea uwe salama wewe? Ni kujisimamia katika imani, kujisimamia katika maombi, lakini pia kutafuta utulivu wakati wa machangamoto. Sema amina. Ishi katika imani, dumu kwenye maombi, lakini tafuta utulivu wakati wa majaribu. Halo, wengi wameharibikiwa, wengi wamepoteza, wengi waliangamia kwa sababu ya pupa na papara wakati wa nini? Wa majaribu. Halo, halo. Sasa ndo umezama maji, unaanza kutaabika, hatimaye unafanyaje? Wanashauri tulia, usipoteze nguvu wepesi kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unavyozidi kutaabika juu ya maji ndivyo unavyopoteza nini? Nguvu. Usipoteze nguvu kwa muda mfupi. Tulia, akili waze. Ni kweli upo kwenye mazingira magumu, yamkini hata hujawahi kuyaona, lakini tuliza ufahamu wako. Ili unapotuliza ufahamu itakusaidia kuwaza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwaza vizuri. Sio tu umekutana changamoto, umekataliwa, na wewe sasa umeanza kuona watu wote wabaya. Yaani umetangaza, unajua mimi fulani, unajua mimi mambo hili. Yaani umezungumza zaidi hata aliyeswali kushtumu. Unajua mimi wamenionaje? Yaani umekuwa na maneno mengi. Tunashauri tulia katikati ya dhoruba. Maandiko yanasema kwamba Yesu alipotoka mji mmoja akataka kwenda mji mwingine kwa ajili ya kuhubiri Injili, akawaambia wanafunzi wake, haya nende. Wanafunzi kaondoka, lakini pia naye kuwemo ndani ile mashua, lakini alikuwa amelala. Wanafunzi wakakutana nini? Na dhoruba. Walipokutana dhoruba, maana upepo mkali, wakaanza kulia na kupiga kelele. Bwana mkubwa, tunafanyaje? Tunakufa. Wakaenda kumwamsha, hebu angalia. Yaani watu hivi, kuna mtu alishapanda, ulisha kutana na dhoruba ya maji? Wangapi alishakutana na dhoruba ya maji? Maji ndani ya maji. Bado. Mama, kule hakuna mti wa kushika. Hakuna mti wa kushika, usihadisiwe. Kule hakuna jiwe la kupandia juu. Usihadisiwe. Chombo ulichokipanda nacho kinaelea juu ya nini? Na huwa vivyo vyombo huwa vina tabia ya kukutapika. Ni kweli? Huwa kinageuka hivi kinakutapika, kinakukataa. Meli huwa nageuka hivi na kutapika. Ni kweli mama? Inakukataa. Mtumbwi huwa na tabia kufanyaje? Kwambia mimi sikuwezi, wacha maji ya kupambane na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika mazingira hayo, hebu chukulia picha, Yesu amelala, ametulia. Akamka akawaambia, hivi ninyi mtakaa pamoja nanyi hata lini? Yaani naamka afa nawaambia, vipi imani zenu?
Imani inafanya kazi kwenye utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta utulivu. Mwingine anakutana changamoto, sema ngoja nimtafute nani? Mungu. Ametafuta utulivu. Anakutana jambo gumu, anasema ngoja niingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na basi kuzungumza sana, wala si kuwaza sana. Yaani mwingine hakutana changamoto leo, anaanza kukumbuka magumu aliyopitiaga zamani. Halo. Hivi ni kwa vile tu, kwa sababu tu, ni kwa vile tu nikataliwa. Ni kwa vile tu baba na mama wakunilea. Ni kwa vile tu, ni kwa vile. Anaanza kumbuka ya nyuma. Ya nyuma hayakusaidii. Historia ya nyuma haikusaidii. Tulia, tulizana. Tena uwe na amani moyoni mwako kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa sababu ukiwa umevurugwa, ukiruhusu akili yako ivurugwe na tatizo, hauwezi kufanya maamuzi sahihi. Never. Hata kama ungekuwa ni profesa wa namna gani, ukiruhusu akili chafuliwe, hauwezi ukatokea utulivu. Wala kuwezi kutokea wazo zuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mama huyu ametukana. Mlango wa pili naye akarudisha nini? Tusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu naye akarudisha. Kila mtu muda huo, kila mtu yupo kwenye mlango wake. Sawa? Yatakapoendelea majibizano yale, sawa? Utaanza kumuona mmoja atatoka kwenye mlango wake kumfuata. Au si ndio ile? Mmoja yuko hapo, mwingine yuko watu watatu kule. Utaona mmoja atatoka mahali alipo, atakwenda kumkabili mwenzie. Wangapi ushaona hivyo? Ulishaona? Maana yake utulivu ulikosekana wapi? Moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka anachukua hatua ya kwenda kumkabili mwenzake na kumdhuru kwa sababu ndani hakukuwa na utulivu. Unapokutana mazingira magumu, tafuta kutulia. Daudi hakuongeza. Daudi hakujieleza sana. Daudi hakunung'unika. Biblia isemi mahali kwamba Daudi naye akaogopa na kuwezeka. No, ila Sauli na Israeli ndio waliogopa sana. Maana kasema waliwezeka na kuogopa sana. Lakini tumwoni Daudi ambaye ndani yake unatokea ushindi wa kumwangamiza Goliati, kwamba aliogopa hapana. Wewe ukaogopa afu kawaza vizuri. Eti. Halo. Ndio tayari jaribu limekuwa jaribu. Unaogopa afu unawaza vizuri. Haipo. Na njia yako ya kutatua ni mahali penye utulivu. Imani inaitoa wazo. Imani huwa inatoa wazo kama moyo una utulivu. Narudia. Imani huwa inatoa wazo kama moyo wako uko kwenye utulivu. Kama uko kwenye utulivu, imani inaga wazo tu. Na utaona imani ikifanya kazi kwako. Kwa sababu hofu imeshaingia ndani. Na hofu ni mlango wa kuangamizwa. Umesikia kuna nini? Supplementary. Supplementary. Mna nini? Supplementary. Mna discontinuity. Mna sap. Umesikia kuna sapu ngapi? Sa masomo haya. Baba naye huko ameshajua kama binti yangu amepata nini? Sasa na wewe sasa, moyo unapigwa huku, unapigwa na huku. Tafuta utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usina papara, tulia. Tena tulia kama Mungu. Mungu atakupa wazo la kutoka. Maandiko yanasema kila jaribu lina mlango wa kutokea. Mlango huo ufunguki kama katikati ya jaribu hakuna nini? Hakuna utulivu. Tafuta utulivu. Usiwaze mambo mengi. Wakati mwingine unakuwa na mawazo mpaka ushetani anakupeleka mahali pa maangamizo. Usiwaze mabaya. Usiwaze mabaya. Katikati ya majaribu usilaumu mtu.
Unamlaumu nani? Huyu ni fulani. No, tulia. Usinungunike. Usiogope. Tafuta utulivu. Daudi aliposikia akamwambia Sauli, mimi nitakwenda kukabiliana naye. Sauli akamwambia, hebu wewe nieleze sifa zako wewe, maana unaonekana bado ni kijana mdogo, hautamweza yule jemedari yule. Goliathi umwezi, ni mtu mwenye ujuzi wa mapigano wa muda mrefu tangu ujana wake. Wewe haumwezi Goliathi. Yaani kwa maneno mengine kumkatisha tamaa nani? Daudi akasema nitakwenda kukabiliana naye. Haiwezekani atukane majeshi ya Mungu aliye hai. Tafuta utulivu, tulia katikati ya magumu. Daudi akaambiwa na ndugu zake, kaka zake, kwamba wewe tulia. Wewe mbona kiherehere? Tulia. Mara ya pili Daudi anamwambia no, nitakwenda kukabiliana naye. Sauli akasema sasa udogo, labda tu tumwache. Halo? Daudi akachukua vifaa vya kujikingia, wakamvika Daudi. Daudi akapima, akasema mbona kama vina uzito hata zaidi ya uzito wako. Hapana, akavivua vyote. Maandiko yanasema Daudi akachukua kombeo yake, akachukua na mawe mangapi? Matano. Akamkabili nani? Goliathi. Goliathi alipomwona Daudi akadhihaki na kucheka sana, akasema mnaniletea ka kijana kadogo, mnaniletea haka hivi kana mimi nimeanza vita tangu ujana wangu, leo mimi ni jemedari, ninategemea. Hebu angalia, mimi nimelibeba jeshi lote la Wafilisti, alafu nyinyi mnaniletea haka. Akamwambia kwamba wewe nakuwa na nyama, mwili wako na utupa wanyama porini wakali na ndege wangapi? Wale. Akaongeza matusi kwa Mungu. Yaani Mungu wako anaziakiwa, anaambia wewe uwezekana. Wewe kiasi maombi unamwona kasota, naomba. Kuna mtito umekaa pembeni pale. Anasema wewe utaomba sana. Sisi ndio tutafaulu, nyinyi mnatusindikiza tu. Kubali. Sawa? Kwa kumuona kwa nini? Kwa macho. Mkatae maneno yake, akatae wapi? Moyoni. Usijibizane naye. Futa tu maneno yake. Kwa sababu aliyekuleta hapo wewe ni nani? Mungu. Mungu anajua mwanzo wa ramani yako na mwisho wa ramani ya maisha yako. Hapo usimwogopa nini? Maneno ya watu wataongea sana. Tena wataongea sana. Wewe yasikufanye kukutikisa. Tulia katika utulivu wako. Daudi akaondoka. Akafika maneno aliyozungumza Daudi, akamwambia na mimi nakujia kwa jina la Mungu wa nini? Wa majeshi, Bwana wa majeshi, na mimi kama ulivyosema nitakukata kichwa. Daudi anamwambia basi. Goliathi akajipanga na Daudi akajipanga. Daudi akachukua jiwe moja, akaliweka kwenye kombeo, akazungusha mwanaume, akazungusha, jiwe likavuma. Alikuvuma jiwe, ilikuwa ni nguvu ya Mungu imefunga jiwe. Jiwe likaenda likampiga Goliathi kwenye kichwa. Goliathi akaanguka. Daudi akakimbia kwa Goliathi, akanyang'anya upanga wa Goliathi, akamkata Goliathi kichwa. Mungu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Unafanya nini ukikutana na mazingira magumu? Katikati ya changamoto za ghafla, wewe unafanya nini? Nikasema amini, Mungu yuko upande wako. Nikasema omba. Najua unaomba, ndio omba. Tatu, tafuta utulivu wa akili, moyo na kinywa pia. Halo. Kuna watu wanapotesaga ushindi wao kwa nini?
kwa maneno ya kinywa. Watu wanajiroga kwa maneno ya vinywa vyao. Tafuta utulivu. Tulia. Mwambie jirani yako tulia. Mwambie tulia. Unajua mimi nilitakiwa nimalize mwaka huu. Sasa sijui. Tulia mpendwa. Chua utamaliza tu. Unajua mimi ni vile tu wanipende. Mchungaji anipendi sana, anipendi kabisa. Mimi nitaka niolewe kabisa, nataka niolewe. Nikatulia mama. Utaolewa tu. Lakini unamwona mchungaji wako kama shetani. Kumbe Mungu anamtumia kukuepusha na jaribu la milele. Dada hatu ushapenda, mkaka mkanda nje, perfume za 200 zinasikika, kiatu kila siku anabadilisha kiatu. Kumbe ni nyoka ndani ya nini? Ni nyoka. Anamtaka binti fulani na amesikia yuko kwa kanisa. Kwa anakuja anasema na mimi nimeokoka. Na mimi mchungaji nimeokoka. I say huyu Yesu amenitendea. Kaka watu na machozi anatoa kabisa. Nimekutana na Yesu. Kumbe kaka watu anakula timing. Mchungaji usipokuwa makini utapigwa mafungo ya 10 ya ghafla. Ndio hujageuka vizuri jingine ili auchote moyo wako. Kwa sababu akisha uchota moyo wako, binti yako amechukua tayari. Ni kweli? Mimi na nguvu ya kuongea tena wazazi wako wewe. Ni kweli? Yaani mimi na nguvu ya kuongea na wazazi wako wewe wakanielewa. Yaani nikisha sema mimi mchungaji, nikisha sema tu ni mchungaji ninamlea huyu binti. Mimi naweza nikamtetea yule kijana na atakuwa. Labda tu Mungu asiamue. Hello. Yaani Mungu tu asiamue, lakini wewe kwani wengi sio wapenda nini hivyo na wachungaji? Wewe. Uongo. Kwani mbona wote tunawatichaga kijana na mahali? Ameenda kwa nani na Wema kule, amekuta milioni 6. Mchungaji huyu wazee. Sisi tunawapenda sana wazee wao. Lakini sasa kwa maisha haya hii ni usifikiri kweli. Hebu ngoja anakuja kutembelea kwake. Mchungaji anafunga safari, anaenda kwa nabii. Unakuta na mzee wa watu. Baba njoo kwani. Nimesikia milioni ngapi kumwambia kijana wangu? Milioni ngapi? Kweli, kweli. Au utaacha olewe? Nilikuwa milioni 6 na baki milioni 2 ngapi? Watumishi wapendwa, mabinti na vijana, msikie Mungu kwanza kabla hujauzamisha moyo wako kwenye moyo wa mtu. Halo, msikie nani? Msikie Mungu kwanza kabla hujakata tamaa kwenye masomo. Halo, we gonga mziki, we endelea, we tulia, tafuta utulivu. Yaani tafuta utulie. Ukiwa na utulivu, Mungu ataanza kusema na wewe. Mungu ataanza kukuelekeza. Mungu ataanza kukupa njia za kufanya utatuzi. Utaona matendo na miujiza ya Mungu katika maisha yako. Daudi akaenda akamwangamiza Daudi, jambo ambalo halikuwa katika akili ya Sauli wala Israeli, jambo ambalo halikufikirika wala hata kutazamika. Hivi inakuwaje Daudi anamuua Goliati? Yaani inawezekanaje Daudi kumuua Goliati? Kujaje Daudi kumuua Goliati? Hivi Daudi ana njia gani na mbinu gani zoefu za kumuua Goliati? Tafuta Daudi hakutaka mambo mengi. Daudi hakujiingiza kwenye mambo mengi. Daudi alijua mimi nina Mungu wa majeshi. Daudi akainua sauti yake mbele ya Mungu wa majeshi. Mungu akampa Daudi kushinda. Mungu akaligarikisha jaribu ambalo lilikuwa mbele ya Daudi. Mungu akafuta mateka na upeka na vita iliyokuwa mbele ya Daudi. Israeli akapata kushinda na Mungu akainuliwa. Mwisho wa vita yako ni kutukufu wa nani? Wa Mungu. Mwisho wa vita yako ni utukufu wa nani?
Usifikiri unashinda ili tu Mungu akupe furaha wewe. Ndiyo, lakini Mungu anataka ajitukuze pia kwenye vita hiyo. Ndio maana nasema vita si yetu, vita ni ana. Yapo. Unaogopa nini? Usiogope. Tafuta utulivu. Amini. Omba. Amini. Tafuta utulivu. Omba, amini. Tafuta nini? Utulivu wakati wa dhoruba, wakati wa majaribu, wakati wa tafuta utulia. Tuliza akili zako. Hata kama utachokozwa mara ngapi, tafuta kutulia. Tulia. Wakati wa hasira, wakati wa uchungu, wakati wa majuto, wakati wa laumu, huo sio wakati wa Mungu kusema na watu. Mungu atakuacha mpaka umalizane na. Ukitulia ndipo Mungu anakuja, anaanza kusema na wewe. Na wengine kabisa wanapoteza hatima zao. Kwa nini umeniumba mimi? Kwa nini Mungu? Anaanza kumkufuru Mungu. Unapoteza, unanimikiwa, unapotea kabisa. Maana nasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Tafuta kutulia. Tafuta kutulia. Usiwe na haraka ambayo sio ya kimungu. Usiwe na hofu na wasiwasi. Usijilinganishe na watu. Yule amejibiwa, hujajibiwa, isikutetemeshe. Wewe tafuta au endelea kukua kwenye utulivu. Endelea kumtafuta Mungu. Endelea kumwamini Mungu. Mungu yupo, atakuja na atakusaidia. Yupo, atakuinua na atakutetea. Yupo yeye Mungu atakuhifadhi na kukuatamia. Usiogope. Usiogope. Kuna mambo mengi ambayo tunajifunza katika kisa hichi. Yako mengi. Daudi hakujiangalia kama askari aliyetosheleza. Alijiangalia kwamba mimi ndiye niliyekusudiwa majira kama haya. Alijua kwamba huyu Mungu pamoja na ukubwa wa jaribu, lakini Mungu anaweza kuondosha hili jaribu. Daudi alijua hivyo. Pamoja na ziaka alizokutana nazo upande wake Daudi, kutoka kwa Sauli, kutoka kwa jeshi, kutoka kwa ndugu zake, Daudi hakukata tamaa. Aliendelea kumwamini Mungu na kukabiliana na jaribu ambalo liko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako. Usiogope, usiogope. Usiogope, usiogope. Usiogope. Mwaka wetu ni mwaka wa mavuno. Mungu ataachilia neema ya ajabu katika maisha yako. Yale ambayo unafikiria kwamba ni mlima, unafikiria kwamba yawezekani, yatawezekana. Mungu ataachilia njia, atafanya njia kwa namna ya ajabu sana. Wewe muamini Mungu, tulia. Muamini Mungu, tulia. Ukiendelea kumtumikia na kufanya alichotakiwa kufanya, tulia. Muamini Mungu. Mungu